Hi guys, my name is Mercy Washuka Wanjiko, Ashera Bariamweda. Yeah, and welcome to Christlink Entertainment. And today we are delighted to have one of Mau Mau veterans, Mr. Ng'ang'a. Mr. Ng'ang'a, karibu sana huku Christlink Entertainment. Asante. Na tumefurahia sana kwa kukuja. Ya, unaweza kutuambia majina yako, ulizaliwa wapi? Halafu ndio tuendelee na interview ya leo. Nimeshukuru kwa kukuja hapa leo. Hili ndio niwe ninaweza kumpatia nyinyi maneno ambayo ilikuwa inafanyika wakati ule. Na wakati ule mimi nilikuwa nimezaliwa 1939 sehemu ya Naivasha inaitwa Munyo. Na babangu alikuwa anafanya kazi kwa Uingereza, wale wazungu walikuwa Waingereza, na akapatiwa shilingi 12 kila mwezi. Alafu mimi naye nilikuwa mtoto wa 4 kwa watoto ya babangu. Na mimi nilipatiwa kazi wa kuchunga kondoo 300, na mimi nilikuwa nachunga hizo kondoo ili hizo zote na mpaka nipeleke nyumbani, na baba kati ya hizo zote ikiwa moja hakuna ananiambia usiingie kwa boma, uende urudi, leo ulikuwa kwa mchezo, kondoo moja fulani hayuko. Nikienda nakutana nayo ikikuja ikiwa imezaa kule nilikuwa nalisha. Mimi nabeba mtoto, babangu anasema umefanya mzuri sana, si unaona hii sasa kama visi ingekula wewe ingekuwa ni hasara. Na sasa mimi sitaki kuona wakati ingine namna hiyo. Sasa mimi naweka mtoto ndani ya chini, anasema sasa kama visi ingekula sisi tungekuwa na hasara. Anasema usifanye mara nyingine namna hiyo. Ni vizuri tumekujua. Sasa leo ikiwa siku ya madaraka Kenya at 63, ningependa kukuuliza, tungetaka kujua hiyo time mlikuwa mnapigania uhuru. Kulikuwa kunakaa aje as a normal day? Mlikuwa mna survive aje? Like mlikuwa mnafanya nini? Mlikuwa mna operate? Mlikuwa mnafanya aje ndio muweze kusurvive kwa hiyo msitu? Wakati huo wakati ya emergency yani tulihama kule Naivasha na tukaenda mahali ingine kunaitwa Ndunduri, Tumaini, mwaka wa 45. Na wakati tulienda kule 1945, 46 kuna kijana wetu watatu alitahiri huko. Na kutahiri, na baba yangu naye alikuwa akifanya kazi ya kulima, na anapatiwa shilingi, na kuvuna maua anapatiwa shilingi 7 kwa kila mwezi. Na wakati huo nami mimi nilikuwa tu ni mwenye kuchunga makondoo, sikufanya kazi mimi. Mandugu zangu tulikuwa tunatumwa tukaende kwa dukani tukanunue sukari shilingi 1. Ilikuwa ukitumwa unaenda unaleta sukari ya kutosha kupiga pombe Maratina mitungi 3. Mitungi 3. Alafu wa mama, sababu babangu alikuwa na bibi wawili, alikuwa anatuma hawa waende walete maji na Maratina imeshakauzwa, anapiga pombe. Lakini pombe wakati huo haikuwa kama ya leo. Ilikuwa ni pombe unaitia mgeni, au kuna mambo ingine na uhusu watoto au harusi fulani, lakini huwezi kupiga tu pombe ya raha. Na wakati huo ilikuwa ni wakati mzuri sana, sababu wale wazungu hawakuwa wakipenda kukaa pamoja na watu. Nazi tulikuwa tunaendaga kwa maduka, tunapatiwa switi, ukitumwa sukari ya shilingi 1 au shilingi 60, unaenda unaleta na unapatiwa switi. Alafu muhindi
patia hiyo. Haikukuwa na duka ya Waafrika. Ilikuwa ni Wahindi. Wahindi ndio walikuwa namba 2 ya wazungu. Na tuliteswa, alafu kutoka mwaka wa 52 ikawa Mau tunapigwa picha hapa kwa kifua na picha kama passport, na alafu tukishapigwa hiyo, kila watu mzungu huyo alikuwa anaandika, sisi hakukuwa anakaa huko, alikuwa anakaa Nairobi. Nyapara yule alikuwa anachungaga huko. Mzungu mwingine alikuwa anaitwa Bwana Ndururu, pahali iko National Service, hiyo ndio ilikuwa shamba yake, na yeye alikuwa ni KPR. Hao wote walikuwa wazungu wa zamani, walikuwa KPR, wanachunga watu vile wanaenda usiku, vile wanaweza kuja kufanya inspection mahali mnakaa. Ukipatwa na kitu, wakati huo haikukuwa saa wala nini, haikukuwa kitu kama hiyo. Nyapara ndio alikuwa akipatia saa ile ya nyororo, anaweka kwa mfuko, na atakuwa kiiba masaa hivyo wakati mnafanya kazi ya kulimia maua na kuvuna. Ndio sasa akipitiza masaa mawili kama hamjatoka, anaongezewa mshahara. Okay. Sasa huko juu ulisema kulikuwa na watu wenye walikuwa wanapigania uhuru, alafu sasa kulikuwa na wale colonials wale. Sasa hao wazungu wenye walikuwa army walikuwa wanawaita aje, na mlikuwa wana cooperate, walikuwa wanafanya aje ndio wasiweze kujulikana mipango yao ya kufukuza hao wazungu? Walikuwa wanafanya aje? Hao wazungu waliokuwa wakoloni kwanza walikuwa wanaitwa aje? Walikuwa wanaitwa aje? Sasa kama saa hii tuseme saa hii tunaitaka wazungu. Okay, saa hii nikitaka kuongea na wewe na kuna mtu pale, kuna venye utamuita, tutacommunicate hapa na asijue. Mlikuwa mnafanya aje kule? Kuna mambo ingine ambaye siwezi nikasema kwa sababu Wakikuyu walikula kiapo ili ndio wapate kufunguza mzungu Kenya. Kwa hivyo hiyo ni siri, hakuna mtu ambaye mimi namweza kumweleza. Hata wakati walituteza nikapelekwa detain na nini, hawakujua kile kiliendelea mbele. Lakini wakati huo kulifika wakati wa 52 tukafamiwa na hao wazungu, nilikuwa naita KPR. Wazungu wote wakaungana na askari walikuwako Waafrika tu, wakaja wakatusingira. Hata kama wewe unataka kutoka nje, uwezi ukatoka. Hata kama unataka kwenda choo, hata kukojoa paka uende na askari. Na wazungu wanasimama kando. Wakalete na lori ilikuwa naitwa Haishaiguru. Wakaleta lori. Haishaiguru ni kupanda juu. Gari unaambia uchukue mtoto na blanketi. Tukawacha ng'ombe zetu, kondoo zetu kwa maboma, hata zile zilikuwa kwa Kishego. Nikizungumza Kishego wale wanajua, watajua ni mahali gani ng'ombe, kondoo na liswa pake na nona. Tunawacha kwa nyumba zingine, mahindi tulikuwa tushafuna, tukawacha kwa masto. Kondoo tukawacha zingine kwa nje, zile zingine kwa nyumba. Tukaambiwa kila mtu achukue mtoto na blanketi mpande juu ya gari. Sisi wote kwa hiyo kijiji kuacha hata nini, na hatukupepa kuku wala baskili wala kila kitu, tuliwacha. Tukapelekwa Naivasha, na 1952 hiyo kulikuwa na nzige. Nzige ilikuja Kenya nzima. Ilikuwa nyingi sana, na ile mandege inakulaga hiyo nzige, ilikuwa nafuata hiyo paka ukiwa juu unaona kama nyeusi, hata inafunika jua. Tukapelekwa Naivasha, pahali walikuwa wanafungaga watu, au mahali walikuwa wanaweka watu, yani kama detain, wanaweka watu wanagawa wanawake kando, wazee kando, vijana kando. Alafu sasa kila asubuhi wanapiga wazee na kuwauliza ile mambo nilisema haiwezekani kujulikana. Na mtu akikoza, wengine wanakufa, wengine wanauliwa, wengine wanapigwa, wakiona watakufa wanawachwa.
Tukakaa huko miezi mitatu. Alafu mwishoe wale wazungu wakaja, walikuwa nakujaga kwa leba kutafuta wafanyikazi. Sasa babangu alikuwa na watoto wengi na alikuwa na bibi wawili, lakini mmoja hakukuwako. Tulikuwa tumehamisha reserve na watoto wa kiume wawili na wasichana wawili, ili tukikwisha Rift Valley hawa ndio watarudisha mbegu yetu. Sasa wale walikuwa reserve, na kuna mahali ya Rift Valley na reserve Kiambu district. Sasa wakati hiyo tukanunuliwa na leba. Kwa leba tukapelekwa, wale walikuwa na kipande wakajiandikisha, tukaandikwa. Alafu yule alikuwa ni kama dio, ndio akachukua zizi akatupeleka kwake, lori ikatumwa tukapelekwa Nyandarua. Wale wanaita North Kinango. Kwa Hehe Shimapi. Ndonyonjero juu huko. Huko tukapelekwa, kama wewe unajua kukamua, unawekwa kwa kukamua. Kama wewe ni mwenye kutengeneza sengenge, ndugu wangu alikuwa anatengeneza sengenge, mimi na baba yangu tulikuwa tunakamua ng'ombe kila mtu 12. Sasa tunakamua hiyo maziwa ndio inapelekwa Naivasha. Na ni shilingi 6 kwa mwezi. Sasa na kuna maziwa, kuna gari ilikuwa inatengeneza maziwa, inaenda ikiweka krimu kando na maziwa hii mazashe kando. Hiyo mazashe ndio tulikuwa tunapanga laini kila asubuhi na jioni, tunapatiwa hiyo maziwa tunakunywa. Na kila mazashe ni ile maziwa West Manguruwe napatiwa hapo siku hizi. Hiyo ndio watu walikuwa nakunywaga. Huwezi pata maziwa mpya. Hapana, huwezekani. Hiyo labda karani ya kuandikie. Na tulifanyaga madira ingine tunapata. Hiyo wakati nini vita ilikuwa imechacha sana. Majoni wakaletwa wengi. Mlikuwa mnatumia mbinu gani kupata chakula? Mzungu mtu akigonjeka, mambo ya kugonjeka, mzungu analete first aid kwake kwa mji yake. Hiyo first aid. Na si bado mnawapiga wakienda? Yule anamwandika, ndio anakuja kutengeneza nyinyi, anaita nyinyi huko, kama mnapigwa sindano, saa nyingine mnapatiwa madawa ya kumeza. Sasa wewe ukisha pona unarudi kasi tu, hakuna maneno mengine. Na kijiji inasingirwa na laini zikawekwa za nyumba, zikawekwa maraini na manamba. Ukikosa kwenda kazi huwezi pata unga. Sababu kila wiki tulikuwa tunapatiwa kila mtu kibaba 7. Okay. Ya kilo 2. Na sasa hii wakati mlianza sasa kupigana, sasa mnajua sasa mlikuwa mnafanya bado kazi, mlikuwa mnapigana wakati sisi tulikuwa tunapigana chini ya maji. Chini ya maji. Chini ya maji ndio tulikuwa tunapigana. Ndio wasijue kwa sababu sasa wakati vita zilichacha. Ikachacha sasa wazee hawakutoka kijiji. Kijiji ilipigwa ile chimbwa mtaro na mianzi babu. Ikachongwa sasa, inawekwa na mnai. Hakuna mtu anaweza ruka kwa kijiji. Geti ni moja tu, hakuna geti nyingine mtatoka. Na iko Kisugu kama ile naweka kwa prison au pale popote. Iko huko juu na iko na taa kama ile taa ya gari ya moshi. Hiyo sasa ndio tunamulika naye usiku. Kila mtu akiwa na watoto, akiwa na vijana wake wanaenda huko. Na home guard wameletwa na wazungu, wanalala na ile bunduki ilikuwa inaitwa Gotora. Alafu sasa wanalala na hii pahali hiyo iko Kisugu, hiyo inawekwa mchanga hivi na magunia, hata risasi ikipigwa hawezi kukufa hawa. Lakini nyinyi mnasimama na iko na ile alarm king'ora. Mkiona kitu mnapiga king'ora hiyo, alafu waskari wakiwa pale wanaita geta. Hawa majoni wataweza piga signal, na hapo mtapiga signal ya red na yellow na red. Ndio sasa kila dunia najua kuna vita sasa, au kuna mambo fulani. Sasa hiyo wakati mlikuwa mnapigana, hiyo ni wakati wa kupigana. Mlikuwa mnatoa wapi chakula chakula tu mzungu anampa wewe. Yaani kama hii nyumba hivi
Mlikuwa mnawapiga na bado wanawapea chakula? Si hiyo labda ni vile sheria ya Waingereza walifanya. Lazima watuze watu. So walikuwa wanawapea. Sababu Kenyatta si alikuwa ameshakishikwa na ako London. Hiyo wakati hiyo alikuwa Kapenguria. Na yeye alikuwa ni mtu ameshikwa, lakini mbele ya kushikwa alikuwa ametoka Uingereza. Sasa masharti ile alipatiana huko ni Kenya pake ipate uhuru. Kenya pake ipate uhuru. So hivyo ndivyo mlikuwa mnapata chakula. Sasa chakula tulikuwa tunapandaga viazi inaitwa ngoroku. Na huwezi kupanda mahindi sababu maumau inaweza kujificha ndani. Sasa viazi ndio mnakubaliwa kupanda na pinzi. Mambo hiyo wengine hawezi fanya. Na sasa mlikuwa mnaficha wamama. Pia wamama walipigania uhuru tukisoma kwa history. Wamama. Mama kulikuwa walikuwa wanafanya aje? Walikuwa wanawasaidia aje kwa hiyo kupigana vita na kupeana message? Wakati wanawaletea message kwenye mko kuna mambo ingine siwezi nikasema. Nilisema hivyo. Kwa sababu mimi ni Kikuyu na ile kiapo. Pia wewe ulikunywa muma. Wewe huwezi kuniuliza hivyo. Huwezi kuniuliza hivyo. Sababu mambo yangu siwezi kuitangaza. Ni ngumu. Hiyo ni ngumu sana. Hata nikiuliwa siwezi nikafanya hiyo. Okay. Lakini kuna mbinu ilikuwa nafanywa, wamama wanaambia mzungu anataka kufunja kuni. Wanaenda wamama na kamba za kufunja kuni msituni, na yeye anabeba bunduki na farasi, anaenda huko, lakini wanapelekea wenzao chakula. Hao maumau wanakuja usiku, wanachukua ng'ombe. Mzungu alikuwa anatoaga kodi. Kodi alikuwa hata sisi tulikuwa tunatoa kodi ya kichwa ya shilingi 10. Watu wazima wote tunatoa kodi ya shilingi 10. Tax. Na wazungu nao walikuwa wanatoa ng'ombe 20. Wanatoa kodi pia. Kila mzungu. Hao watu wanakuja wanachukua hizo ng'ombe, wanakatakata, wanaenda wanaziweka kwa mtoni mahali, wanafunga na waya ya klini. Sasa hiyo ni barafu watakuja toa. Hiyo wanatoaga pole paka ikwisha. Na mzungu hamwezi kwenda kusema ati walikuja. Hapana, hamwezi kusema. Hamwezi kusema, mnanyamaza tu. Alafu sasa ng'ombe zinakosekana au saa zile zinaenda kuchungwa. Kuna mtu anaenda hivi mpaka mwisho atachukua hizo ng'ombe, na ni mchana, lakini mchungaji hawezi kusema. Akisema kichwa linaenda kesho yake. Na sasa ninaona nini, kuna hiyo kusoya hiyo kunywa muma hiyo ilisaidia aje nyinyi nini wakati huu na kukua wakati huu na wakati ule mimi naweza kusema kuna tofauti kubwa sana. Kwa sababu mtu wa zamani sio wa sasa. Na mimi nitasema hadharani, niseme katika sasa wakati huu tuko Kenya. Kuna watu sambuli 3. Na ni Kikuyu, sio kabila, ni Kikuyu. Kuna watoto wa maumau. Ati kuna watoto wa maumau. Na kuna watoto wa home guard. Wale walisaidia wazungu. Na kuna watoto wa Gakunia. Gakunia ni kwamba gunia ile ilikuwa ya ukuta, inakatwa hapa na hapa. Sasa hiyo mtu anaweka gunia, alafu anasumama na nyinyi mnapangwa laini kila asubuhi huko Uplands kwa Makimei wa Kawa, kwa Kuria kwa Makimei wa Kuria wa Makimei wa Kuria. Sasa watu wanapangwa laini, mnahojiwa kama mtoshi maneno. Sasa ule Kakunia anaangalia wewe, anasema huyu ni Masi.
unaambiwa akifanya hivi unawekwa pande ile. Mwingine akionekana ni mtoto wa fulani na mtoto wa fulani, unaambiwa amefanya hivi, kazi yake ni kufanya gunia hivi. Mnapangwa laini, alafu mnaambiwa muangalie Mount Kenya mahali mlikuwa mnadai uhuru. Mnafanywa na standing and kwisha mnaanguka. Sasa mnaambiwa mchukue mpeleke msitu inaitwa Crater Forest. Hata saa hii meno na kichwa inajaa huko. Fisi zilikula haiko ikipaka ikashindwa. Paka wa leo mafupa ya watu iko huko. Hakuna mtu alikuwa anasikwa. Hakuna kitu kama hiyo. Every day, kila mchana, kila asubuhi. Na aliye Mungu wa uhaki, Kikuyu akatoboa. Okay, sasa hiyo wakati wa hiyo vita venye ilikuwa ya Mau Mau. Si kuna pia jamii kama huko Nakuru, Nairobi, una akina Jaramogi, si pia jamii yao ilikuwa inasaidia aje ndio Mau Mau movement ikuwe alive, ikuwe successful, iweze kutoboa, ndio muweze kutoboa. Mimi nataka kusema hivi, katika Kenya wazungu walikuwa naweka kijiji. Ate? Kijiji. Na kama wewe ni Mjaluo, kazi ile walikuwa nafanya, kuna Wajaluo walitolewa meno 6 hapa, na kazi yao ilikuwa kuchonga mawe. Hao wanawekwa kambi yao kando. Mzungu anawasema wajengewa nyumba yao kando. Wakalenjini kama ni wenye kukamua, sababu kazi yao ilikuwa kukamua, wanapelekwa kijiji yao. Wameru ni kukamua, wanawekwa kijiji yao. Wakikuyu wanawekwa kijiji yao. Mzungu hangekubali hiyo watu wote wawaziriane au wajuane, waliwekwa kando kando, lakini kwa mzungu mmoja. Na huwezi kutoka hapa uende kama tauni bila pasi. Kuna passport. Ile nilikwambia ilirudi kapigwa picha, na hiyo kitambulisho naonyesha wewe miaka yako na pahali unaishi, na kuna ingine inaitwa movement pass ya red inawekwa hapo ndani. Hiyo sasa ya ndani ndio mzungu anakuandikia jina. Pahali utakwenda kama naenda kuona baba yako. Huwezi kutoka hapo uende town yao hapa tumetoka kwangu bila pasi. Askari kazi yake ni kuuliza wewe ni kabila gani, wanatembea. Mzungu anakaa tu kwa gari. Wewe kama ni Kikuyu unaulizwa wapi pasi, where pasi. Unaingizwa kwa Land Rover, unapelekwa kotini. Na sasa walikuwa wanaongeleshana aje ndio si karibu kila Mkenya wa Mau Mau tribes mingi wali participate kufukuza mzungu. Walikuwa wanaweza aje? Wewe ni Mkikuyu, kuna Wajaluo, Wakisii. Mimi kitu naweza sema ukweli wa mambo, mzungu alipigana katika Kenya. Lakini yule alipoint ni Kikuyu. Hako pointi kabila ingine. Hata ukienda na yeye, si una askari anaambiwa wewe ni kabila, anakuuliza wewe ni kabila gani? Kama wewe ni Kikuyu, kando. Huyu mwingine hana maneno. Tena huwezi kwenda Naroko, kulikuwa kuna mahali ingine wanasema ni trespass. Lakini au ni mahali hairuhusiwi wewe uende. Lakini si Jaramogi pia alisumbuliwa? Mimi siwezi nikazungumza maneno ya Jaramogi mimi. Sababu Jaramogi alikuwa Kisumu na mimi nilikuwa Rift Valley. Sasa siwezi nikasema maneno ya Jaramogi mimi. Nitasemaje mimi? Sijui vizuri. Mimi sijui vizuri, sijui vizuri. Na wakati hiyo kulikuwa na mmoja alikuwa anaitwa Moliru. Alisema ataweka sijui jiwe hapa Nakuru. Unajua hata Nakuru hatungekubaliwa kuingia hapa. Hata hapa ilikuwa kwa Makonga, haikukuwa ni mahali mtu anaweza ni trespass. Huwezi ingia hapa. Hapa nilikuwa ni Makonge natengenezwa na wale Matariani Arubega, Kamundo na huko kuna majina mingi huko nini pale tunaita Mogotio. Iko Makonge na hiyo watu na huko Junja na hapa
ilikuwa ni wa Mataliani ndio wanafanya, ndio watoe hiyo magunia hiyo. Mimi nasema ilikuwa natengenezwa huko Juja. Ilikuwa factory kubwa. Sasa hiyo group kama ya Mau Mau saa hii vile tuko hivi after uliona wame independent ya Kenya. Vile maono mlikuwa nayo ndio mlipata ama mlikuwa na maono mengine? Sisi maono yetu, unajua ndege zilikujaga kila asubuhi. Sababu hii vita ilipiganwa miaka 14 usiku na mchana. Miaka 14. Na kila asubuhi ndege zilikuwa zinakuja, ile jet fighter 4 inapiga milima ile mpaka mianzi na mbichi na miti yote na moto na waka. Na zile zingine tome kikubwa sinaanguza mabomi, sinaanguza kutoka asubuhi mpaka jioni. Na kule kwenye forest askari wanawekwa hiyo wa military wanapiga na ile bomu za kusindiria hivi. Sinashutiwa. Lakini hiyo mambo yote Mungu, especially wakati hiyo tulikuwa Nyandarua, nasikia kuna barua iliangushwa saa 4 lakini sijui ilitoka wapi. Na ikasema Kenya itapata uhuru. Mchana kama jua na waka. Kasemekana Kenya utapatikana uhuru. Sasa wakati uliona wamesign, umeandika ndo hao sisi tumechukua uhuru, ulifeel aje sasa hiyo siku? Ulisikia wakati tulipata uhuru? Sisi tuliona, unajua kuna mtu mmoja wakati uhuru ilipatikana, nilikuwa Giligili na mimi nilikuwa na mtoto mmoja Peter Gashoka, ndio alikuwa amezaliwa mwaka wa 62 na wakati tulipata uhuru ni 63, kwa hivyo alikuwa mchanga. Na kuna mtu mmoja alifanya maajabu sana, alikuwa anaitwa Munyao. Akaenda kwa milima ya Mount Kenya akapandisha bendera ya Kenya. Na sijui kama watu wanajua bendera ya Kenya maana yake ni nini. Wanaona tu kitambaa lakini hawajui maana yake. Maana ya Mount nini, bendera ya Kenya upande wa juu ni black. Ni Mwafrika. Red ni damu. Kutoka kwa Mwafrika naye anabeba damu. Na uhuru ilipatikana juu ya damu kumwagika, sio kupatiana kikombe. Kwa uhuru hii haikupatikana kwa sahani, ni vita ilifanywa, damu inatiririka kila mahali. Na chini ni green, ni nchi yetu. Kwa hivyo maana ya bendera hiyo na ngao na nini inamaanisha kwamba Kenya, Munyao alichukua bendera akapeleka Mount Kenya mahali iko na snow akaweka. Na wakati hiyo tukaimba wimbo ilikuwa nasema Kenyatta haisha bendera ni amaruri matatu haisha bendera, Munyao haisha bendera ni amaruri matatu haisha bendera, Harambee haisha bendera, Munyao haisha bendera. Ule Mambo yakawa simati sana wakati hiyo. Wow. Mambo yakawa simati. Na tukaweka bendera ile kwa baskiri, tukatoka Giligili paka Nakuru. Na bike. Hata mtoka wakati huo haikuwa mtoka hapa. Mnasabiri, mnafurahi kwa barabara, na hata mtu akionekana na kwenda kando kama ni mzungu hawezi kusimamisha gari, anakwenda kando, anaambiwa kana kwenda kando. We sawa. Niko na swali ya mwisho. After sasa tumepata uhuru. Ungependa hii generation, tunajiita generation Gen Z. Gen Z ndio. Ungependa wa recognize aje nyinyi? Ungependa wafanye nini ndio nyinyi mfurahie? Ni nini wanafanya yenye? Mimi ningetaka kusema hivi. Kama Kenyatta angefufuka, kama kuna watu wanaweza kufufua Kenyatta mke, atasema rudi pale alitoka kwa kaburini. Kwa sababu
wakati ule Kenyatta kama angeona watu wanapotea njia alikuwa anawapeleka na nguvu. Tunapanda Kamkunji, tunawekwa GK. Mnajua maana ya GK ni nini? Basi wacha tu mnyamazia. Sasa tunawekwa kwa GK, tunapelekwa Gatundu, tunafanya vile tunafanya, tunarudi hapa Rift Valley. Na hakuna mtu angekataa. Kama angeenda huko akatae, kichwa inawekwa chini. So venye, lakini sasa nataka kusema vile wananiuliza maneno ya majenzi. Majenzi kwa vile wamesoma na sisi hatukusoma na uhuru iliingia Kenya. Hao majenzi kabila yote, tusiseme ni nani au ni nani, kabila yote Mwafrika na aliye Kenya akubali kusikwe na ubaguzi. Majenzi wapate kazi na sio kupelekwa nje kwa majeshi nini vile wanapelekwa hivi kupelekwa. Wawekwe tu hapa Kenya. Hapa Kenya kuna utajiri mwingi chungu zima. Hapa kuna magorodi, kuna maini, kuna makura, kuna kila kitu. Mimi nimetembea Kenya nzima najua. Hata mafuta iko Rodwa. Simu 36 ilishimbwa 1988 na mtu akitaka mimi nimpeleke tamuonyesha mahali iko kwa sababu mimi nimejua. Sasa hii mambo ya kusema ati watu wapelekwa wapi hiyo wawache, lakini majenzi kwa vile wamesoma wawache mzungu si mtu mzuri, kwa sababu mzungu anataka tu anyonye mtu. Hata saa hii nasikia wanataka kujenga ati kipanda huko Nanyuki kwa majeshi. Unajua majeshi ya British iko hapa Kenya. Nanyuki hakuna Mwafrika mjeshi. Ni Britain wanachunga hapa. Si mimi sijui agreement iliwekwa, lakini wanachunga. Kama watu wanaleta kisirani mambo tena itatokea. Kama vile ilitokea huko Rameti. Wazungu wote wale walikuwa huko walifanya mambo hata hujaweza jua. Okay, hivyo venye jenzi wana protest kwa nini? Unajua sasa hatuna mzungu hapa. Iko. Hajaenda? Mzungu si. Hata serikali ya Kenyatta, serikali ya Kenya silishindwa kununua nyumba iko Nyandarua. Inaitwa ya Kimondo ya dhahabu, milango ni dhahabu. Walishindwa kununua iko. Wazungu wanatoka huko ng'ambo wanakuja anakaa. A royal family. Okay. Sasa hivyo venye sisi tuna protest kwa leadership. Unajua tuna protest juu sisi tuna feel ni kama tuko na freedom. Wewe una feel ni kama tuko na freedom saa hii juu ni tuko na freedom. Tuko na freedom kali sana, sababu sasa wewe ukiweka nywele kama hii hakuna mtu anakuuliza. Mimi nikitoka hapa niende Sudan, Uganda, pengine kwa mpaka nitasumbuliwa, lakini nitakwenda. Haya, nikitaka kwenda Tanzania naenda. Nikitaka kwenda Mombasa kuogelea nitaogelea. Sasa kuna uhuru wa kutosha, uhuru huko. Lakini vile unatumiwa si sawa. Vile tunatumia uhuru vile inatumiwa si sawa. So kwa sababu sasa wakati nitakuwa sijui kama kuna coin nitaonyesha nyinyi hapa. Na hizo coin kuna za British na kuna zile ziko na simu wakati tulifungwa. Hiyo maana ya simu ilikuwa nafunga zizi. Na nitamuonyesha kile kitu ambaye walitumia. Ndio hiyo mapesa ikuwe hivyo. Lakini sheria ilikuwa ni moja. Sasa hapa kuna pesa za maskini na kuna pesa za matajiri. Okay, sawa. Mr. Nana, nikuulize swali. Nauliza mimi. Sahi. Mimi kama jenzi. Mimi kama jenzi na majenzi wengine. Kuna majenzi wengine wana feel ni kama leadership sio poa Kenya. Vile tunaongozwa na leaders wenye tumechagua. Ungeadvise kuprotest ni ndio kitu rahisi kufanya ama tunafaa tufanye aje? Juu utachagua mtu bado tu anakupeleka nje yenye ifai, hakuna kitu anakufanyia. Like tumeona mabarabara vile zinachimbika huku. So mtu kama unaweza advise aje jenzi na leadership kama hii yenye tuko sasa? Mimi ningesema hivi,
hawa majensi ni watu wameenda kwa shule, wengine college, wengine university, wengine wapi, na wako na ujuzi. Ile kitu ningewaeleza ni kama mtu ako na kipande achukue, sababu huwezi kuishi kwa Kenya au pahali popote bila una kitambulisho ID. Okay. ID. Haya, ya pili uchukue kura uweke kwa mfuko. Sasa uamuzi wa hapa si wa kusema fulani ndio wataongoza au fulani nitaongoza, lakini wananchi wakati watapiga kura, si mtu anapiga kura na kwenda nyumbani, anapiga kura na kwenda nyumbani. Zile kura zikiwa itahesabiwa, hawa watu wanahesabu hizo vitu wakose kufanya ukora, yule ataingia, hata kama yule yuko aingia, ataendelea tu. Mimi nitasema aendelee kwa sababu ni lakini isifanye ukora, sababu mara nyingi wao wote wanafanya mambo ya kichini chini. Kama ni hawa watu wa kufanya hiyo maneno ya kura, wanachukua makura zingine wanaweka kwa boxi. Wakiweka kwa boxi, inaenda inamwagwa, inahesabiwa, inakuwa ni mtu fulani. Sasa hiyo mambo kama haitafanyika, ukweli wa kutoka juu ya Mwenyezi Mungu itatoka, na majensi watasaidika, kwa sababu kura ndio pimbo ya kupigana na mambo ya dunia. So solution sahihi, kura na kipande. Sawa. Guys, mumesikia tumeadvaisiwa hapa na Mr. Ng'ang'a, na he's my guka, he's my babu. I love him so much. Na babu ameandika pia kitabu, ndio? Ndio. Umeandika kitabu on how hiyo story yote venye ilikuwa, what really happened. So if you're really interested to know more about what really happened before tupate independence, kitabu iko jikoni, ndio inaenda kupublishiwa, so get ready guys. Tutaipublish, tutailaunch, na Guka atawapea story. So we're gonna check out the coins na Guka atatuelezea vizuri hizo coins. Hizi ni za British. Hizo zilikuwa za British. Hizi ni za British. Naona? Hii sasa ndio ilikuwa Afrika. Hii ni 10 cents. Hii ni 10 cents. Hii ni 20 cents. Alafu ukiongeza hii ni 5 cents na hii 5 cents inakuja 30, na hii 5 cents na hii 5 cents inakuja 40 Alafu sasa hii hera iko na hii 5. Hii ndio Mataliani walikuwa wananunua mayai moja hera moja. Hii iko na hera 5 ndio ifike kwa hii. Sasa hii naye hii ni ya Queen ndio ni King George. Hii ni King George. Sasa hii ni 50 cents. Sumuni. Na hii ni shilingi. Lakini wakati wasungu walikuja hapa Kenya, walipata simba, lion. Lion. Sasa unaona pande hii iko na King George na pande hii iko na simba. Kwa sababu Kenya unaona hii ni Mount Kenya na hii ni simba. Sasa simba ilikuwa chini. Ilikuwa chini. Na hata hii ni ivory. Migongo. Kwa 10 cents ilikuwa ni migongo. Ivory hii ndio walikuta iko kwa ndovu. Sasa pembe za ndovu. Sasa ndio walikuwa naweka pande moja. Ni naona na crown ya Queen iko juu. Ya British. Na mwaka wanaweka. Na hapa ni simu. Hizi zilikuwa kama watu wanatairi, wanaweka hii kwa pini pande hii kutoka hapa juu mpaka chini. Na ule mwenye anakuangalia yeye anaweka hiyo na ile hera. Na hata washana kwa raha vile mko wakati huu na raha. Sasa walikuwa wanafungaga hiyo
Alafu sasa ukisalamia mtu inafanya chiki chiki. Hata hii pesa ukitupa pale utasikia sauti zake niko tofauti na hizi. Ile zile ziko na value kubwa sana. So zile ndio pesa za matajiri. Sasa hizi hapana, hizi pesa ni za wazungu. Hizi ni za koloni. Hizi ni wakati walitutawala. Lakini wakati tulitawaliwa ndio mkaletewa hizi. Tukakuja hapana, wacha hiyo. Tukakuja kwa hii sasa. Hii ni ya Kenyatta. Hii nayo ni ya Kenyatta sasa. Hii ni 10 cents. No, hebu. Hapana. Hii ni ya Moi. Sasa hizi sasa wakati Uingereza waliwacha mambo ya Kenya, tukapata uhuru. Huyu ni Kenyatta. Hizi sasa shilingi za Kenyatta, tunaziona zote iko mkono wa kulia. Ukiangalia mkono wa kushoto, kirauni iko juu. Hiyo ni sheria. Sheria na pesa, kitu kubwa ni sheria. Kwa maskini na tajiri. Lakini sasa ikaendelea hivyo, shilingi ni chini, kirauni ni juu. Sababu kirauni inaangalia watu wote. Masikini, kiwete, nani, wote. Sheria iko juu yake. Anaweza kuhudumiwa na mambo yote. Alafu, sasa hii ni 1 shillings, hii ni 50 cents. Na kirauni bado iko juu. Sasa hapa, kuna wakati watu walipiga kelele, 205. Kenyatta akaonekana lakini pesa zikapinduliwa na yule alikuwa watatu. Ni watatu wa pili. Wa pili ni Moi. Akapindua. Akaweka pesa juu, kirauni chini. Serikali hakuna. Kwa hivyo sasa tunaingia, kuna pesa ya matajiri na pesa ya maskini. Haya. Sasa hizo zilikuwa za Kenyatta. Sasa Moi. Unaona iko lefti. Lakini kuna pahali ingine hii ni 2089 alifuata sheria za Kenyatta. Alifuata sheria za Kenyatta. Alifuata sheria za Kenyatta. Ngoja sasa. Sasa sasa hizi zote alifuata sheria za Kenyatta. Kirauni juu, pesa chini. Kirauni juu, pesa chini. Hata 50 cents yake, unaona ni 50 cents yake, ikawa 50 cents, kirauni iko juu, pesa iko chini. Kulingana na vile hii iko. Alafu akatoa 1 bob. 98. Is it 98? 98. Si ndio? Hebu angalia. 98, 98 akalete mambo ingine. Shilingi ikawa juu, kirauni chini. Maskini umeingia. Amegawa pesa za matajiri na maskini. Sasa hizi pesa zote vile unaziona alikuwa amefuata hii maneno ya Kenyatta hii. Lakini kufikia hapa mambo yakapinduka. Ikawa kuna pesa za maskini na pesa za matajiri. Sasa hizi pesa zote sasa niko na shilingi 40. Shilingi 40 niko nazo kwa nyumba. Ambaye kama ile nilionyesha, kirauni iko chini, pesa iko juu. Na hizo sasa haifanyika sikana. Mimi naziweka namna hakuna kazi naweza fanya. Pengine upeleke kwa benki au upeleke kwa supermarket. Ndio naweza kwenda kununua kitu karudishiwa change. Lakini kwa kununua kwa maduka hakuna kitu naweza saidia. Huwezi kununua kibiriti, huwezi kununua sukari, na useless. Na hii ni kopa tu. Na kuna zingine shilingi 10 ya sasa.
Kuna Usi pesa. shilingi 10 ya Kenya. Shilingi 10 ya Kenya. Pesa iko juu, crown iko chini. Sasa pesa za masikini kutoka shilingi 20 kurudi chini, hizo ni za masikini. Sababu hazina sheria. Wewe ukikanyagwa barabara unakuwa tu ni kama umbwa imekanyagwa. Sababu wale wenye pesa, hizi pesa hawaweki kwa mfuko. Wanaweka kwa gari, mahali wanawekaga magari. Inawekwa mahali wanawekea fumbi ya sigara nini hapo kwa gari. Kama wewe ni mfanyikazi unaambiwa safisha hiyo gari na hiyo pesa, au uende chukue uende ununue sukari, na mimi najua ni ngapi, usitoe zote. Lakini shilingi 50, noti ya shilingi 50 ndio iko na sheria. Hiyo sasa wanabeba kuanzia 50 mpaka 1000 mpaka mamilioni, hizo zote zao. Lakini wewe mwananchi wa kawaida, pesa zako ni kule na shilingi. Haina kitu chochote. Sheria haina. Wewe ukienda tu kotini, yule anakuja anaenda anaona wakili, anaenda anaona jaji, anaona nini, wewe unaenda tu milima kufungwa bure hata kama hujafanya makosa. Kwa hivyo sasa hii sheria hakuna. Hizi pesa mimi nakuonyesha hazina kwa sheria. Inasema pesa iko wewe ukiwa nazo juu. Ile iko juu na crown chini. Crown ndio sheria. Ya masikini tuliona hapa kutoka serikali ya Kenyatta na ya Moi na ya British. Sasa kuanzia hapo kurudi nyuma no money. Sasa wewe ujitegemee tu na kuiba na nini sababu yako. Wait, okay guys. Hii story nyingine baya. Haya, sawa. Nimefurahia sana. Pia mimi nimesoma. You've learned a lot. Asante Guka. Ngoja. Hatujamaliza. Sasa hii pesa ndio ya mkubwa. Hii ndio ya matajiri. Crown iko juu. Hii chini hapa. Na pesa iko juu. Hii ndio sasa pesa ya matajiri. Okay. Wow. Kutoka hii kwenda matilioni. Sawa. Naona hivyo? Asante sana. Hii makoini hawaweki mfuko. Hakuna hiyo hawaweki, wanatupa tu sababu hakuna kitu itakusaidia. Hii ni za wewe nipatie kibiriti, wewe nipatie mkate, mandazi, hivi, sabuni, kisha maneno. Ndivyo hivyo ndugu wangu. Asante sana. Asante sana kwa kuja. Asante sana kwa kutufunza. Ni kweli. Asante. Na hii ninasema maneno ya ukweli. Ni kitu ambaye mtu anasemaga pesa ni pesa. Okay. Lakini mimi nilianzia pale, ninajua vile ninasumbuka. Wow. Hii hawa watu hawakubagia mtu yuko na pesa wala hana. Hata mtu wa kufanya kazi ya mkono, kufieka nini, alikuwa na sheria. Akipelekwa kotini, askari anasimama, yule alimshika wasungumuze. Akimshinda anaenda nyumbani. Akishindwa na askari, sheria ikimshika anapelekwa jela. Lakini sasa wale wako huko wote ni kuhukumiwa tu bila kitu chochote. Bila haki. Bila haki. Sawa. Okay guys, thank you for tuning in. Thank you for staying with us. Kuanzia mwanzo mpaka saa hii tumefika tamati. We are very grateful. We are honored. Thank you very much. Until we meet again, bye for now.